Mungu alipoona dunia itafuka, Mungu alipoona ulimwengu umechafuka, alipitisha kiberiti, akapitisha gharika. Alikuwa anaangamiza wakati huo, lakini sasa mbingu na dunia ya sasa, Biblia inasema kwamba imewekwa akiba kwa moto. Kwa usishangae mashoga wanaenea na Mungu hajati chochote. Usishangae watu wanasangana na Mungu hajati chochote. Usishangae mataifa wanafanya maovu ya kumchukiza Mungu, lakini mbingu imetulia, haijati chochote. Nisikilize nikwambie, mbingu ya sasa na dunia ya sasa imewekwa akiba kwa moto, imetupwa. Biblia inasema imetupwa. Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanatengeneza historia zao, wanafunga kurasa, wanaenda. Wao wanatengeneza historia zao, wanafunga kurasa zao zinapachikwa kwenye kitabu cha Biblia, kwenye kitabu cha ulimwengu, wanaondoka. Ulimwengu inaofahamu, ulimwengu inawajua ya kwamba watu hawa walikuwa wanafanya matukio haya. Wale tunasoma hata theory za kila watu wengine, theory za watu mbalimbali walizozitengeneza, walishakufa. Unaambiwa hii theory ya mtu fulani kwamba alishakufaga, lakini historia yake imeshabaki, imewekwa kwenye kitabu cha ulimwengu. Yesu asifiwe. Wanasema mwisho wa dunia ni lini? Yesu wewe anakuja lini? Na mtangaza kila siku, na mhubiri kila siku, Yesu wewe anakuja lini? Nisikilize nikwambie ndugu yangu. Hiyo ulimwengu wa sasa na dunia ya sasa imewekwa akiba kwa moto wa shamba. Na ndipo Biblia inasema kwamba yatatokea matukio, shetani anakuwa anafanya kazi kwa spidi sio kwa kawaida, kaelekeza mwisho ili kuangamiza wengi na kuondoka na wengi kwenda kwenye charamu ya moto. Ya kwamba dunia hii ya leo ambayo shetani anaitawala itainuliwa vizazi, shetani anapanda usawa kwenye tumbo la mwanamke. Usaliwe kizazi cha nyoka, kisaliwe kizazi cha nyoka, kisaliwe kizazi cha nyoka. Ndio maana ameinua manabii, ameinua mitume kwenye madhabahu zao, amepanda usawa shetani. Kuna kama mama au mwanamke amepanda utasa wake, anapoenda kwa nabii, anapopokea mtoto, ile mtoto automatically ametoka kwenye madhabahu ya kuzimu, maana anaingia kwenye tumbo la mwanamke. Uzao unaotengenezwa hapo ni uzao wa nyoka moja kwa moja. Na maana kuna watoto ambao wako wana akili ya utu uzima kabla hata hawajawa watu uzima. Ni vipepo vidogo vinasaliwa kwenye matumbo ya wanawake yanaweza mwisho. Hapo mtoto ndio shetani anatengeneza ili hata wale wana wa Mungu wanapozaliwa wanakutana na watoto wabadilishe tabia. Sisi tukwambie Biblia inasema kwamba maana leo moyo na mwanadamu bali kwa uovu ndio unatoka kwa Bwana. Maana mtoto atakapozaliwa katika mazingira ya kuandaliwa katika uovu, huyu mtoto anakuwa katika hali ya uovu. Na ndio maana shetani amepanda uzao wa giza ili ule uzao wa giza ukutane na uzao wa nuru, ndio usime ile nuru. Baada ya hapo shetani anakokota kizazi hao watoto cheka wanaozaliwa miaka 2020, miaka sijui mingapi, vyote vinakusanywa moja kwa moja vinatoka jehanamu ya moto. Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba wale wake wale wenye mimba na wale wenye nyakati hizo, ole wao wale wenye mimba na wale wenye wakati hizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani anakuwa kwenye kufanya kazi yake, anakuwa kwenye utawala wake, maana anakuwa kwenye nafasi ya kuharibu vile vizazi vinavyozaliwa wakati wa mwisho. Shetani anakuwa kwenye nafasi ya kujaribu ya kuviondoa kwenye historia ya dunia. Na ndipo kurasa ya mwisho wa ulimwengu inakwenda kufunga. Mbingu itafunguka. Kama ni sababu hapo Petro anapozungumza, mbingu itafunguka. Itakapofunguka, mbingu itapasuka. Itakapochanika, tutasikia kugawa. Mbingu mawingu yamepasuka, yanaachia mlango. Ghafla tunaona wapanda farasi, malaika wakishuka huku duniani. Yesu akiwa ametangulia, anaongoza kuja kuhukumu ulimwengu. Utasema nini ndugu yangu wakati wa mbingu inapasuka huko unazini? Utasema nini ndugu yangu wakati wa mbingu inapasuka huko unalewa? Utafanya nini ndugu yangu wakati wa mbingu inapasuka? Uliwekea huduma ya Ukristo ndani yako na imeganda, imepoza ndani yako. Umewekea huduma ya imani ndani yako, imepoza ndani yako. Utafanya nini? Utasema nini mbele ya Yesu wakati ule atakaporudi? Maana mbingu kurasa za ulimwengu zinakwenda kufunga. Wewe unasema mwisho wa kurasa za ulimwengu. Mwisho wa kurasa za ulimwengu. Ulimwengu mwisho wa kurasa ya mwisho haibebi historia yoyote. Inafungwa na Yesu mwenyewe. Biblia inasema kwamba nikaona kuna mmoja ameshindwa kukimimina kile kitasa. Malaika wote wa mbinguni wameshindwa kukimimina kile kitasa. Ndipo nikamwona, nikalia kwa uchungu. Kwa nini akijamimina kile kitasa? Akainuka
kama alivyotengeneza aliposema hapo mwanzo, ndipo anaenda kuhitimisha hilo. Kama alisema mimi ni Alfa na Omega, alipoanza anaenda kumaliza. Soon mambo yameiva. Biblia inasema kwa nyakati za mwisho watu wanaoje kupenda pesa. Watu wanaoje kupenda akataja kama kidogo bali kwa watu watabadilika. Akayataja hapa. Wewe kama mtu ukiona kana familia habari ya kupenda pesa. Kale nyakati za mwisho. Angalia kizazi kinapopenda pesa kuliko kawaida. Angalia usawa wa nyoka unapopenda pesa kuliko kawaida. Angalia usawa wa shetani unapopenda pesa kuliko kawaida. Leo ukienda kuna sehemu kabisa unaenda kuchapa. Unakuta nyama iko mbichi kabisa. Lakini kumbe nyama imekaa miezi 4 mitano. Lakini mbichi kabisa. Waweka kemikali wanatumia makemikali yale ya kuhifadhia maji. Wanaiweka kwenye nyama kwa mchana. Shida nini? Ni kupata pesa. Nyama inakaa mwezi mzima, kumbe inatunza na kemikali za kutunza maji. Watu wanaenda wanakula hajali kuhusu watu wengine, anataka pesa. Ile unayoleta pale, anakupatia kipande cha nyama, anaitaka ile pesa. Watu wanachuuza kwa nini? Sababu ya pesa. Watu wanafanya matukio ya ajabu ya kutisha, wanawako lazima kuwata wazazi wao kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo sasa dunia inaenda kufunga. Ulimwengu unaenda kufunga. Hii haimaanishi kwamba unasoma hausomi, unafanyaje ufanye nini, unasafiri kwenye basi kwenye nini. Haidipendi na wewe. Wala haitegemei wewe kwamba wewe position fulani ndio Yesu ashuke. Haitegemei na wewe kwamba ninaomba sasa Yesu arudi. No. Mchungaji anakuta mpaka aiuke. No. Siku hiyo inakuja mbingu na shangaa imepaswa ghafla. Wanadamu watastaajabu, wanadamu watashangaa. Imekuwaje? Hii imetokeaje? Ghafla anashuka mwana wa Adamu. Siku wewe utasema nini wewe unaenda kwa ulevi? Utasema nini wewe ambao unafanya dhambi za siri? Kanisa halijui lakini kuwashia udhambi wa kutosha. Kwa wanadamu tunachosha mtakatifu. Utafanya nini mbele ya siku hiyo? Au ukaa usiku gizani, unafanya mambo ya kutisha ya dhambi, lakini ukikaa mbinguni unaonekana malaika. Utasema nini siku hiyo? Utasema neno gani mbele ya Yesu? Tumekuwa wanadamu ambao tunajificha tu na giza, tunajificha na giza. Giza likienda unaikau, giza likienda unakau. Nuru ukipotea na sisi tunajibadilisha. Tumekuwa kama vinyonga. Utasema nini wakati ule? Unasema nini mbele za wana wa Adamu? Kweli kanisa tumeshindwa kujua kwamba wewe ni dhambi au sio dhambi. Kweli injili tumeshindwa kutambua, tumekujua kwamba wewe ni mtu fulani, mtumishi, mje ibadani, mtakatifu, wewe ni mtu wa sadaka nzuri kabisa unatakata. Lakini Yesu anakuona unapokuwa unafanya mambo yako ya dhambi. Utasema nini siku hiyo? Utafanya nini siku hiyo? Utajitetea siku hiyo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anaendelea anasema mstari wa 9. Bwana akawahi kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhania kuwa ukawia, bali kuvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie. Anasema Bwana hapendi mtu yeyote apotee, pamoja na kwamba watu wanatenda maovu. Akawahi kuja, sio kwamba anachelewa kuja. Anamtaka huyu ambaye anasema kwamba Mungu wenu yuko hapo, huyu atubu. Hana lengo la kumwangamiza, hana lengo la kumchoma moto. Huyu Mungu tunaye ni Baba wa huruma, hana lengo la kuangamiza moto. Wale wanafanya dhambi za siri, hana lengo la kuchoma moto. Wachungaji wanaoshiriki sirini, wanaoshiriki kwenye siri, wachungaji kanisani na mbili, lakini wasisi. Mungu hana lengo la kuangamiza, anawasubiri watubu. Sio kwamba amekaangisha kuja zamani sana, anakusubiria wewe uache zile dhambi zako za siri. Anakusubiria wewe uache dhambi zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu ya kwamba ulimwengu, kurasa za ulimwengu zimefika mwisho. Unapoona matukio ya ajabu ya kutisha yanatokea duniani, fahamu ya kwamba kurasa za ulimwengu zimefika mwisho. Kitabu hiki kinakwenda kufungwa. Ulimwengu unakwenda kufungwa. Dunia inaenda kufungwa. Na hiyo siku Biblia inasema kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kwa Yesu asifiwe. Sasa tusome kitabu cha Mathayo 10 anasema. Mathayo 10 sura ya 26. Mathayo 10 sura ya 26. Na anasema, basi msiogope kwa maana hakuna neno lililosikilika
ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Anasema niwaambiao ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Sasa basi msiogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa. Halipo neno lililositirika, hakuna siri iliyositirika, hakuna neno lolote la maficho lililositirika mbele za Mungu.